Na unajua mimi sikuwa nataka kuwaweka sana. Juzi nilikuwa hapa hata sidhani tumemaliza wiki 3. Imeisha wiki 3 kweli? Haijakwisha. Nimekuwa hapa na sasa mjue tena mimi narudi tena hii wiki inakuja niko hapa. Kwa vile tumesikilizana na Odhis, chukueni check leo. Mkichukua check zenu badala ya kuwaita tena huko mambo ya form, tukuja hapa tena mujiandikishe form mpya ya basari mpya. Tuko pamoja jameni? Wenye hakupata mkuja hapa from next week tena tuko na basari nyingine mpya. Ndio watu wetu ile mambo governor alisema basari ya county ya Kiambu sasa ni mara 5 kwa mwaka mmoja kwa mzazi mmoja. Tunashikana watu hapa wa sukari. Kama uko na watoto wako 5, kama uko na 4, kama uko na watoto 3, ujue basari governor wa Matangi alibadilisha. Sio vile ilikuanga zamani ati unakuja unachukua basari moja, uko na watoto 3, alafu wengine uende utafutie pesa bahali pengine. Kama ni 3 na wote ni wako kwa jina yako, uko na kitambulisho, kuja chukua mara hii basari. Wakati huu tuko na mwezi wa 2. Ile form tunapeana ni ya basari ya mwezi wa 4. Tuko na form nyingine tutapeana mwezi wa 4 ya basari ya mwezi wa 6. Na tena mwezi wa 6 tunapeana mwezi wa 8, na mwezi wa 8 tunapeana basari ya Disemba, ndio watoto wakirudi tena shule Januari wako na check. Tunaenda mzuri jameni. Na ndio nataka niwaeleze sasa nyinyi wazazi, kwa vile hapa nyinyi unajua sisi wote tuko hivyo. Niliambia watu hapo mahali tumetoka hapo Gitodhua na biashara ward. Kwa vile mimi nimetembea kidogo wakati nilikuwa na chapa biashara, mnajua hapa kwetu hapa Afrika na Kenya si tuko uhuru kuzaa ile watoto unataka ama namna gani? Kama ni bwana yako ni mtu kama Odhis Power, Odhis anaweza kubali watoto 2. Si Odhis anataka 5, 6, hata ikifika 10 ni sawa sawa ama namna gani? Unajua kwetu mahali mimi nimezaliwa, mimi ukikuja kwetu useme unataka team ya football, utapata wote wajae 11 na tutatoa kuongeza mpaka linesman na referee. Tuko pamoja? Tuko hivyo na tunajivunia. Ama namna gani watu wetu hapa sukari? Sasa ndio mimi nikasema hakuna haja ya kusema ati yule mzazi amepata watoto 4 unampatia hiyo basari ingine anasumbuka. Ya pili, uelewe ile basari tumekuja kuchukua siku ya leo, basari ya mtoto yoyote wa kaunti ya Kiambu sasa. Hata ile mmekuja kuchukua saa hizi, hakuna mtoto atapata basari chini ya shilingi 1500 kwa kila mtoto. Tunasema hivi kwa ufupi kwa hii serikali ya Wamatangi ya kwamba mzazi mmoja anaandikiwa shilingi 25,000 kwa mwaka mmoja ya basari. Tuko pamoja? Ati 1000 ngapi? 25. Unachukua 1500 ya mwezi wa 2 na hiyo miezi nyingine nimehesabu inafika 25. Bora iwe ni watoto tofauti. Kama uko na mtoto mmoja basari ni kama uko na 2 basari ni 2. Na tafadhali, kwa vile mnajua Wamatangi amenyorosha hii kaunti, nimejaribu kunyorosha na kufukuza wezi na wakora. Sasa na nyinyi mjue, mtu wa basari ukichukua basari hapa usiende tena pale wendani kuchukua. Niliweka kamtandao wengine kazuri ya kukamata wakora. So sasa ukichukua ya sukari, mimi naona umechukua ya sukari. Nikiwa kwa ofisi tu, ukienda pale wendani uitishe, nitaona umeitisha wendani. Sasa kuna kakidude ingine mimi nafinya. Sasa nikiona yako imewasha ile red, umechukua huko nafinya kakidude, hata ile ya kwanza inachukuliwa. Sasa unabaki bila. So chukua moja. Tuko pamoja jameni? Simuliniambia nifukuze wakora ndio pesa ipatikane. Tungekuwa tunapeana hii kazi. Unaona Odhis hapa aliniambia tujenge hospitali hapa ya level 3 ya hapa kwetu sukari. Angalia hapa chini sasa. Kama hujatembea tembea kwa ile kona, ile ardhi yetu tulipigania hapo. Sasa hospitali imeisha. Tunabakia miezi 2 peke yake. Niliwaambia waongeze, kwa vile nilikuwa nataka waweke theater kubwa, walikuwa wameweka kadhieta kadogo. Nikamwambia hii hospitali yote zingira na ukuta. Hatutaki watu wakuje kuruka ndani ya hospitali kuiba mashini. Nikamwambia baada hiyo nje ya hospitali yote weka kabro. Ndio inakuwa hospitali mzuri. Sasa hiyo ndio ile tu nimewaambia waongeze, otherwise hospitali iko complete. Hii yetu iko pale. Hapo tumenunua mashini, mtu ya kupigwa picha ya x-ray, unaenda pale unapigwa picha ya x-ray hapa kwa hii kona. Mtu ya kwenda kupimwa wamama wakati unataka kupata, kama unatarajia mtoto, ile ultrasound iko hapo, unaenda unapimwa, tumenunua. Mtu ya kwenda kupimwa ile mambo yetu ya dialysis, mtu ya kwenda kusafisha figo iko hapo chini, tunaweka mashini 2 ya dialysis.
Kwa hivyo hapa hakuna haja ya mtu akahawa sukari kutoka hapa kuvuka huko kwenda kule ile hospitali ya Roiro. Roiro labda uende kama unaenda matibabu kuu, labda mambo ya kansa ama mambo ingine, lakini hii ingine yote mpaka ile surgery iko hapa ndani ya theater yetu. Tuko pamoja jameni? Yes. So sasa na tutawaita hapa, najua baada ya miezi ingine kama miezi 2 tutawaita mkuje tukate pale tape, tuingie ndani na nyinyi, unaona vile ilivyo na watu wetu madaktari, na tufurahie watoto wetu wapate hapa na wamama mpate huduma nzuri. Wakati mumetupatia kazi tena hapa na Odhis, hapa hakukuwa kahawa sukari yote, hatukukuwa na darasa hata moja ya watoto wetu wa nasari, ile inaitwa ECD. Sasa huyu amenikamata mkono akaniambia, governor usitoke utatujengea, na nimewajengea, tumemaliza shule na iko pale. Watoto sasa wanaenda pahali pazuri, mambo ya kupeleka mtoto private zile academy na unalipishwa pesa mingi. Sasa tunasoma kwa shule ya umma na tumemaliza. Hiyo ndio kazi yetu. Juzi nilikuwa hapa tukasema tunaasha mataa, na tukaasha mataa ya sola, na niko na ingine ya mwezi wa 3. So kama kuna chochoro hatukupata mataa, tuko tayari mwezi wa 3 tunaweka tena mataa ya sola. Hii mahali inakuwa mzuri. Niliwaahidi, asante, niliwaahidi kiwanja tutakuja tunyoroshe ikuwe flat mzuri, tuseme hiyo ni mahali ya watu ya matatu, tuunde kitu mzuri, tuweke kabro. Hii ni mahali ya wanabiashara, tuweke zile modern kiosks zile ya watu wetu. Kwa vile tulisema huu uwanja unless mtu anionyeshe stakabadhi title deed ya ukweli, hatuwezi kukubaliana na mtu ati ardhi ya umma itachukuliwa kwa vile mtu ako na title ambaye alichukua kwa njia sio halali. Ama namna gani? Yaani mimi niwaulize watu hapa kahawa sukari. Unajua niliuliza watu hii swali wakija kwa ofisi yangu. Ukiiba gari ya mtu, tumesikizana? Ukiiba gari ya mtu, alafu uende uchukue logbook hiyo gari itakuwa ni yako? Uliiba lakini logbook ndio umechukua. Sasa kama mtu aliiba ardhi ya wananchi zamani, usiseme uko na title. Title mtu anapatanga kama umelipa kwa haki na halali. Ama namna gani jameni? So sasa hiyo ndio tu kwa hapa hii mahali tunatengeneza. Ya mwisho ndio mambo ya barabara yenye huyo Odhis ametuomba. Hizo barabara hiyo hapa pale PCA na hii Baringo Road. Hii Baringo Odhis ameniambia, anamkanga asubuhi ananiambia Baringo Road. Akikuja ofisi Baringo Road. Akikuja kila mahali Baringo Road. Mimi nitaunda hiyo Baringo Road, na nilisema hivyo. Hata hiyo PCA nitaunda mpaka tuhakikisha kwamba imekuwa sawa sawa. Si ndio jameni, watu wetu wa sukari? Kwa hivyo sitaki tuongee sana, nitavuka nienda hapo Wendani tumalize shughuli kama hii. Nyinyi msiondoke bila check. Ule mtu amekuja kuchukua check. Tuko na viongozi hapa, wapi kuja municipal manager, kuja Nkoroi. Haya, hawa tuko nao hapa. Huyu jamaa ndio tulipatia kazi ya kukuwa municipal manager wa hapa. Na nataka watu wa sukari muelewe vizuri. Mbeleni mimi niliwaambia hawa watu wa serikali kuu wamekuwa kila saa ukiangalia kwa mitandao za serikali kuu kwa mazungumzo yao yote ni kusema Roiro ndio namba 1 Kenya kukuwa na watu wengi. Roiro, alafu mimi nikawauliza kila siku, nyinyi mnasema Roiro ndio namba 1 Kenya, ni kitu gani mnafanyia Roiro enye hamfanyii bahali nyingine? Watu ni wengi ndio, ni pesa gani mumeleta ya watu wengi? Sasa ukiangalia mbeleni kuna pesa yenye inapeanwa, hii inaitwa ya municipal. Municipal inapeangwa milioni 250 kwa kila mwaka. Sasa hii constituency ya sifa kuu ya watu wengi walikuwa wanapeana mara moja kwa mwaka moja. Na sisi hapa tukiambiwa tugawiwe constituency zingine, tutagawiwa wengine mara 5 kwa wingi wa watu wetu. Ndio mimi nimeanza, wakati mmenipa kazi, nimeandika barua, nimechukua Kenya Gazette, nimechukua sheria, nikaweka ukweli wa watu hapa na mahitaji yetu, nikawapelekea. Nikawaambia hamwezi kutuambia Roiro huko na mumeambia hapa tena hapa kuna DCC wa upande wa Githurai. Hii Roiro tunagawa mara ngapi? Mara 2. Sasa nikawaambia kama mnatupatia mpaka hata pesa tupatieni. Sasa tumeelewana. Tumengangana pesa, sasa tuko naye hapa. Milioni 200 ya upande wa Githurai sasa. Na milioni 250 ya upande wa Roiro. So sasa ile maendeleo tulikuwa tunaambiwa tugawanyane na hawa, sasa wale waendelee na yao na sisi tuendelee na yetu pande hii ndio tupate maendeleo. Ndio tukampatia huyu jamaa kazi akakuwa municipal manager wa hapa. Na ni mzee mzuri, yeye hana mambo mengi, washikane na hiyo watu. Nimesikia ati iko mtu anasumbua watu hapa, nimesikia Odhis akisema wewe tafutana na hiyo mtu
Na ukipata yeye lete. Na huyo hana kesi mbili, ni kwenda nyumbani. Hatuna mambo mengi. So anaitwa Washaga. Huyo atasaidiana na sisi hapa. Huyu naye ndiye anasaidia sisi mambo ya check. Huyu check zetu za basari anaitwa Emily Nkoroi, ndio chief officer wetu wa mambo ya masomo. Check zetu zote za watu wetu wa kahawa sukari ndio hizi za mara hii. Alafu kamati ya basari iko hapa. Watu ya kamati ya basari tafadhali kujeni. This power kuja. Haya, na nyinyi mbona mulibaki nyuma hapo, chairman na Kaminjo? Haya, kujeni pande hii tu. Tutasema mambo yenu baadaye. Haya. Sasa hapa tuko na check moja ya shilingi 45,000 ya watoto wanasoma Uhuru Kenyatta Secondary. Iko mzazi ako hapa, ako na mtoto Uhuru Kenyatta Secondary. Kama ukuja tu, kama tuko na wazazi wawili watatu njoo. Ni ya kuweka ushahidi kwa vile hapa tuko na check ya 45,000. Governor amesema kila mtoto anapata shilingi 5,000. So nataka mzazi wewe kuja karibu hapa tu, mzazi angalia check ndio hii 45,000, mwingine anaweza kuangalia na wewe. Alafu majina ya watoto ndio hawa, pesa ile tumepeana ndio hii hapa yote. Sasa angalia kama iko mtoto amepewa pesa chini ya shilingi 5,000 iko. Haya, chairman wa Uhuru Kenyatta ndio huyo, angalia. Sawa, huyu Mwaneki. Sasa watoto wote angalia wamepewa pesa ngapi. Haya. Kila mtoto 5,500 sio? Thank you very much. Kila mtoto amepatiwa 5,000. Thank you very much. Sawa, tushike hivi tupige picha moja ikiwa ishara, wapi wengine? Haya, asanti. Hiyo tupatieni Nkoroi ndio wapange watu wapate check. Huyu mzee huyu anaitwa Mwaniki na huyu Kaminjo. Hawa wanafanya kazi pamoja na Odhis, pamoja na huyu municipal manager na wengine wako watu wengi. Wapi hiyo timu nyingine ya board? Iko wana board wengine hapa wa hii. Kuja tu kama ni mwana board, kuja mbele. Kwani wako pa watu baba? Haya. Jo. Haya, hawa ndio watu wa board. Hao ndio wanafaa kuwa wanakaa pamoja na Odhis na huyu, wanaulizana ni maswali gani wananchi wetu wanatuuliza. Ni shida gani iko wapi ama wapi kwa hizo kazi ya kugawa hiyo pesa 250 million ya watu wa hii ward ya Kahawa Sukari, ya Wendani, Mwihoko na pale Kiu. Hao ndio watu wanafaa kuwa wanashirikiana kwa hii kazi. So mkikana hao MCA wetu watano mnaulizana mambo ya kugawa hiyo pesa pamoja na hii team ya board. Alafu mnahakikisha kwamba kazi kama ni kutengeneza tu barabara ya hapa na hiyo pesa, kama ni kuweka mifereji ya maji, kama ni kutengeneza mitaro ya maji taka, vijana wa hapa ndio priority number 1 kwa kazi na wasichana wa hapa. Hiyo tunaelewana kila saa. Usiwe mtu anatolewa kule nje na kuja kupewa kazi hapa wakati watu wa hapa hawako job. Hiyo ndio mambo yetu na desturi yetu. Si Mungu wetu awabariki jameni watu wetu wa Sukari na watende vyema. Sasa tukiwa hapa kwa vile huyu Odhis alisema tulichelewa kidogo hapo biashara. Sasa tutashirikiana na yeye, usiniwekelee mzigo mimi peke yangu bana. Wewe ni mtu wangu. Sasa hii mambo ya ile kalanchi yetu hapa kwa vile tuliweka si ndio? Sasa huyu jamaa huyu unaona vile ako smart. Si hata ako smart kushinda governor. Ama ni aje? So sasa ile kitu tu tunashindana na yeye ni vile tumeambiwa na Gadhogo wa TC tunaitwa watu flat yake unaona kaka hata hii karibu ikuwe flat, lakini kuna kakitu inatokea hivi kusema saa zingine anakunywa kauji mingi asubuhi. Si Mungu wetu awabariki na watende vyema jameni. Tutapangana hapa saa hizi. Wapi huyu mtu mwenye microphone? Kuja panga mambo yetu hapa. Asante. Asante. Basi tupigie gavana wetu makofi mazuri. Gavana watu wa Sukari mkitoka hapa, si unajua vijana juzi penye tulikuwa, si mnajua hapo na wamama pale. So ile kitu nilikuwa nasema mkitoka huko na unataka basari, nataka kila mtu atoke na basari yake hapa, utoke huko na urudi hapa. Asanteni sana. Naomba tusimame tuambie gavana asante. Simameni tuile gavana barikiwe. Mko ready? Basi tuanze. Abarikiwe
abarikiwe sana. Pigieni makofi mazuri, pigieni makofi mazuri. Asante sana. Basi naomba tukae chini ili